Watazamaji wapendwa, habari ya asubuhi ama jioni. Huu ni muda mzuri tena kufuata The Radio Kauzi Podcast. Mbele yenu ni mtumishi wenu mnyenyekevu Lea, na kuletea furaha kujua maisha ya imani ni nini. Kwanza, achenu tusome Waebrania 11:6. Biblia inasema, na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemjia ni lazima aamini kuwa yupo na kwamba yeye huwapa tuzo wale wanaomtafuta kwa bidii. Abeli, Enoko, Noa, Abrahamu na Sara wote walimpendeza Mungu kupitia imani yao. Bila imani hatuwezi kufanya lolote. Andiko la Waebrania 11:1 linatuambia hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni uhakika wa mambo tusiyoyaona. Kwa hakika kuna mchanganyiko wa maneno isiyojulikana sana. Uhakikisho thabiti huamanisha kuamini kuwapo kwa kitu fulani, hali, uhalisi, suluhisho, hata wakati bado hakionekani kimwili. Uwezo huu tumepewa na Roho Mtakatifu. Neno la pili, maonyesho, likiaminisha kuanzisha, kuamsha mambo ambayo bado hatuyaoni, lakini ambayo tayari yana matokeo katika maisha yetu. Je, tunaweza kutambua baraka za Mungu na mapenzi yake katika maisha yetu bila imani? Kupitia imani tuna kila kitu tunachojitaji. Sisi tu watoto wa Mungu kwa njia ya imani. Tunapokea majibu ya maombi yetu kwa njia ya imani, na tutakuwa mbinguni pamoja na Mungu Bwana wetu kwa imani. Sikilizeni marafiki zangu. Nililelewa katika familia ya Kikristo. Kila kitu kilionekana kwangu kama mafundisho ya sharti. Kupokea mafundisho yaliyotumikia kama sheria, mapendezeko au kanuni zilizowekwa, au kuchukuliwa kuwa kweli zisizoweza kukanushwa. Hata hivyo, ilikuwa ni baada ya kushuhudia jinsi imani hii ilivyoishi kwa njia inayoonekana, ndipo ilipogonga dhamiri yangu. Nilitambua si tu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu, anataka niseme ndio kwake. Hili lilinilazimishwa kumwamini, na kwa kweli nilikabidhi maisha yangu kwa Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu. Tumepitia majaribu mengi sana, lakini Mungu daima amekuwa upande wetu, akitusaidia, akitupatia mahitaji yetu, akitulinda, akituokoa na kutupigania. Katika Waebrania 11 mstari wa 21 tunaona kwamba Yakobo aliegamia fimbo yake kubariki wajukuu wake. Na sisi pia tunaweza kuegemea kichwa cha ile fimbo yetu ambaye ni Yesu Kristo kwa njia ya imani. Tunaweza pia kumtegemea na kumwamini katika kila jambo maishani mwetu. Ubinafsi kama tulivyo, mara nyingi tunafikiri tuna nguvu za kutosha
kukabiliana na hali yoyote, lakini ukweli daima ututhibitisha kuwa si sahihi. Tunasahau kwamba sisi ni wanadamu tu, si wa Mungu, na kwamba ni lazima tumtegemee yeye pekee, si kwa nguvu zetu mwenyewe ambazo ni dogo na hazitoshi kustahimili misukusuku na zahamu za maisha haya. Hakuna kitu katika ulimwengu huu ambacho kinaweza kulinganishwa na Kristo. Tuna utambulisho wetu katika Kristo na tunaishi kwa ajili yake tu. Hatupaswi kuzingatia mambo ya dunia hii kwa kuwa ni ubatili na hayaleti kitu kizuri. Badala yake, siku zote tunapaswa kukaza macho yetu kwenye dhahabu tutakayopokea mbinguni. Ujasiri wetu, ambayo kwa hakika si mbaya kama inavyoweza kuonekana, lazima ujengwe juu ya imani thabiti ambayo msingi wake ni Yesu. Hebu tuweke imani yetu kwa Kristo na kuyakabidhi maisha yetu kwake. Haya ni mambo bora ya kuzingatia. Sisi ni watu wa Mungu wa imani na lazima tuishi na kutembea hivyo. Tukisoma katika Waebrania 11:39 hadi 14, Biblia inasema, na watu hawa ingawa walishuhudiwa vema kwa sababu ya imani yao, hawakupokea yale walioahidiwa, kwa sababu Mungu alikuwa amepanga kitu bora zaidi kwa ajili yetu, kwamba wasingelikamilishwa pasipo sisi. Tunaona kwamba watu wa imani waliotajwa katika Waebrania 11 walimwamini Mungu, walijua kwamba hata waacha kamwe, walikuwepo muda mrefu kabla ya kuja kwa Kristo, na bado walimwamini, waliamini maneno lake. Watu hawa walistahimili majaribu mabaya kama vile kuteswa na kufungwa, lakini walibaki imara katika imani yao. Kwa kufuata kielelezo chao, ni lazima sisi pia tuwe na imani katika Mungu na kufuata njia zake na mwongozi wake hata iweje. Baada ya kusali, huenda mambo yasiwe kama tulivyotarajia au jinsi tulivyotazamia, lakini hilo halipaswi kutufanya tuache kuamini. Kuchelewa kijibu au kukosa jibu haimaanishi kwamba Mungu hayupo au ametuacha. Anaendelea kutenda na atajibu kulingana na mapenzi yake na kwa wakati wake. Na tukibaki imara ndani yake, tutafakari neno lake na kumruhusu aongoze maisha yetu. Kuhesabiwa haki kwa imani, maana yake ni kuhesabiwa haki kwa kuamini tu kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na hii utaongoza kuokolewa kwa neema yake na kwa njia ya imani. Hatukustahili wokovu wetu hata tulifanya nini. Vivyo hivyo tuelewe kwamba hatungeweza kuipata kwa juhudi zetu wenyewe. Tunahesabiwa haki kwa neema kwa njia ya imani, kwa kuamini dhabihu ya Yesu Kristo msalabani.
Tunaokolewa kwa kuamini na kukubali kazi ya Yesu msalabani. Wokovu ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Yesu alilipa gharama na kusamehe dhambi zetu. Tunaokolewa kwa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu, yeye kama Bwana na sisi kama watumishi wake. Kwa hivyo tuyakabidhi maisha yetu kwake. Yakobo 2:26 inasema, kama vile ambavyo mwili pasipo roho umekufa, kadhalika imani pasipo matendo imekufa. Haitoshi kusema kwamba tuna imani katika Mungu ikiwa hatuishi kama watu wake wa imani. Ni lazima tuishi maisha yetu kulingana na Waefeso 2:10. Biblia inasema, kwa maana sisi ni matokeo ya kazi ya Mungu tuliloumbwa katika Kristo Yesu, ili tuwe na matendo mema ambayo Mungu alikwisha andaa tuishi katika hayo. Ni lazima tumpendeze Mungu wetu kwa kutembea katika matendo mema iliyotuandalia na kutembea katika imani. Imani inahitaji uhakika usioyumba. Lazima tujitahidi kuishi na uhakika huo usioyumba, tukishikilia sana mchana na usiku. Hakika imani inafaa. Tuwe watu wa imani, si kwa maneno tu, bali na kwa matendo. Nina hakika kwamba wengi wa wale ambao walikuwa bado mbali na Bwana watafanya uamuzi wa kumkubali rafiki huyu mwaminifu katika maisha yao. Rafiki mwaminifu ambaye ni Yesu Kristo. Mungu atusaidie sote. Kwaheri.